Dunia tunayoishi saizi, watu wamechanganyikiwa sana kuhusu hawa mapasta wa makanisa makubwa. Unakuta watu wamechanganyikiwa, wanasema hawa mapasta, je, wanamwabudu Mungu? Hawa mapasta ni devil worshippers ama ni watu gani? Leo wacha nikupatie majibu. Unaona, kwenye ufalme wa shetani hakuna mtu anaweza kuwa anafanyia shetani kazi na anakuja kushout the name Jesus. The name Jesus haikubaliki. Ukikwenda kwenye territory ya shetani uende kushout the name Jesus, that name ndio the name yenye iko powerful, yenye shetani anaogopa. So hakuna vile pastor anaweza tena kuenda kukua anatumikia shetani. Most of our pastors, jambo ambalo kwamba watu hawaelewi ni ya kwamba kuna wale fallen angels. Wale fallen angels, okay, kuna shetani aliporushwa duniani alikuja na malaika kadhaa, na hao malaika walikuwa mabilioni na mabilioni. Alipofika huku duniani akaunda ufalme wake, lakini walipofika duniani tena walidifa. Lakini wale waliokuja na shetani walibakia kuwa demons, bado wagiza, wanaenda na hiyo mfumo ya shetani. In Genesis chapter 6 tena kuna wale malaika ambao kwamba walifall tena kutoka mbinguni wakakuja duniani. Wale walipokuja duniani wakazini na wasichana ama wanawake. Ukisoma the book of Enoch, in the book of Genesis inasemekana tu ni malaika ambao walifall wakazini na wasichana duniani wa wanadamu, na wakazaa nao watoto na wakakuwa rejected. Waliporejea mbinguni walikuwa rejected. The book of Enoch inasema walikuwa wangapi? Walikuwa 200,000. Unaona? Sasa wale malaika walipobaki hapa duniani wako na siri ya mbinguni, wako na uwezo ya kufanya miujiza, wako na uwezo ya kuangusha watu. Wale malaika ndio wanatokea kwa watu. Ukienda kuomba na kufunga huwa wanatokelezea, alafu anajifanya yeye ni malaika wa nuru. Alafu ukishamfuata ataanza kukupatia ufunuo, atakupatia nguvu, atakuwa na kuongelesha wewe. Unaweza kuwa unajua kwamba unazungumza na Mungu, lakini utakuwa unazungumza na demon. Unajua, kama walikuwa malaika na walifall, inamaanisha kwamba wamekuwa demon sasa. Sasa wewe unaweza enda ukafungua kanisa na ukaanza kuoperate ile church, na ukawa wewe ni preacher, uko powerful, ukinyosha mkono watu wanaanguka, unatenda miujiza, na zile miujiza hazifanyiki kwa wanadamu. Miujiza ya wale watu haifanyiki kwa wanadamu. That is why utakuta kuna pastor anatenda miujiza sana, lakini ukitafuta mtu mmoja mwenye huyo pastor aliponya, ukitafuta mtu mmoja mwenye yuko na ushuhuda ya kwamba huyo pastor yeye alikuwa hali gani na huyo pastor akamfanya hivi, watu wanatoa ushuhuda kila siku. Lakini wewe ukianza kutafuta mmoja wa wale watu wenye wanatoa ushuhuda, unajiuliza wale watu wote hakuna hata mmoja mwenye unajua. Wale watu wengi wao sio wanadamu. Najua saa hizi imeshaingia akilini kwamba kuna mapasta wanalipa watu waende watoe ushuhuda, lakini sasa hapo sio mambo na kulipwa. Wale wenye wanakuja kutoa ushuhuda sio watu. Na niliwaambia ukisoma The Lesser Key of Solomon utagundua siri nyingi sana. Utagundua kwamba hata hizo makanisa, unakuta kanisa imejaa na watu wengi, parking imejaa mpaka huko. Kanisa iko na watu wengi na inajaa na parking imejaa. Unajiuliza hawa watu wote wametoka wapi? Wale watu sio watu. Hiyo utaikuta kwa The Lesser Key of Solomon. Yaani wale watu sio wanadamu. Wewe ukishaenda kufungua kanisa, wale mademons wakisha kupatia nguvu, tena wale mademons tu wanakuja na miili za wanadamu. Kumbuka demon iko na uwezo ya ku shape shift. Inaweza kuja ikue kama ng'ombe, inaweza kuwa kama mwanadamu, inaweza kuwa msichana, inaweza kuwa mvulana, inaweza kuwa anything. Inaweza kuwa paka, inaweza kuwa panya, inaweza kuwa anything. So wale ndo wanakujanga kujaza ile kanisa kwanza. Unakuta mtu amefungua kanisa na imejaa mbaya sana. Unajiuliza hawa watu wote tens of thousands watu wamejaa church. Unajiuliza hawa watu wametoka wapi? Wale watu huwa ni mademons, sio wanadamu. Unaona? Ndio maana hata ukikaa kwa ile kanisa, yule jirani yako mwenye amekaa kando yako ni mtu mwenye hata pengine hutawahi muona. You will never see him, you will never see her. They are not human beings, most of them. Lakini sasa wanadamu wanakwenda pale wachache. Kama sasa wewe utakwenda pale ukuwe mshirika, lakini ujue majority pale sio wanadamu. Ushaona? Alafu unakuta kuna hizo mademons zinakuwa summoned. Ukisoma the Key of Solomon unakuta kwamba wale mademons kuna vile wanakuwa summoned. In the book of Solomon umeonyeshwa ni vipi unaweza kuwa summoned. Unaweza summon ile demon na ikakuja. Na ikishakuja utakuwa unatenda miujiza kupitia kwa yule demon.
Unaona? Unakuta kuna demon mmoja yuko na spirits kama milioni ngapi? Kama unakuta milioni 10. So inamaanisha hata ukienda stadium ukitaka unaweza angusha stadium mzima. Kivipi? Kwa sababu zile spirit, kuna demon iko na spirit nyingi. So zile spirit zinaenda zinaattack kila mmoja kwa hiyo stadium. So wewe kuna vile utasema, na ukisema ukinyosha mkono wale watu wataangushwa na zile maspirit. That is why kwa hizo makanisa unakuta mtu anaanguka lakini hawezi umia. Wewe ukiwa unatembea mahali flat tu hapa na uanguke chini, my friend, lazima utakuta umekwaruzwa mahali na umeanguka mahali flat. Lakini wale watu wanaanguka kwa viti, unasikia benches mpaka huko nyuma, lakini hakuna mtu anaumia hata mmoja. Hakuna mtu amewahi kuanguka kanisani na akapelekwa hospitalini eti alianguka akajigonga kichwa kwa bench ama nini. Hakuna kitu kama hiyo. Ushaona? So zile maspirit huwa zinakulaza. Ni vile mwanadamu hawezi ona, lakini huwa zinakulaza vizuri, unalala vizuri kitaratibu. Ushaona? Sasa wewe utakuwa unaweza ukisoma kwa hiyo the book of Solomon, kuna vile una summon killer spirit, kuna vile inakuwa summoned. Unapewa instruction kwa hiyo kitabu. Unapewa instruction kama ni Baziel ama whatever. Kuna hiyo inaitwa Sitri. Kama ni Sitri kwa mfano, unaonyeshwa ile ngozi utakapoitengeneza, unaambiwa ni ngozi ya nini. Ukishachukua ile ngozi unaambiwa utachora picha gani umewekewa pale kwa kile kitabu. Alafu unaambiwa ukishasimama kwa hiyo ngozi kuna vile unafaa kusema. Ukisema ukirudia maybe mara 5, ile kitu itakuja, ile demon. Na ikikuja itakuja na sura yake, na ni kitu kubwa, ni kama nyumba ya ghorofa 4. Na ikikuja itakuja pale kanisani, wewe utaiona, hakuna mtu atakayeiona. Lakini sasa ile ngozi utaiweka wapi? Pale kwa pulpit kuna kuanga na kale carpet ka red. Kuna yule trustee wa pastor huwa anajua mahali hiyo kitu imewekwa. Alafu ile kitu inavoitwa, yani kuisummon, kuna maneno umeandikiwa pale, inakaa ni kama unaongea in tongue. Sasa unaona pastor akiendanga pale, kuna mahali anajua akisimama, alafu anaanza kuzungumza in tongue. Unaona amesema Riko Rabaya Karaka Ratata. Unaona anasema akirudia, kumbe ana summon that thing. Ile kitu ikikuja, unasikia pastor anaanza kusema I can feel the presence of God. Kumbe yeye ameshaona ile kitu. Ile kitu ikishakuja inatulia, inasettle, alafu inakuja inatoshana na mwanadamu, inafanana na mwanadamu na sura ya mwanadamu. Ndio sasa unaanza kuisummon. Sasa unakuta pastor anasema imefika wakati wa miujiza. Akinyosha mkono, ile kitu na maspiriti zake zinaangusha watu kwa kanisa mpaka huko nyuma. Ikifika saa ya ushuhuda, ni demons ndio zinakuja kutoa ushuhuda. Lakini it is so unfortunate kwamba mapasta wengi sana huwa hawajui kwamba wanatumikia hiyo demon. Wengi huwa hawajui, wengi kabisa huwa wanajua kwamba wanatumikia Mungu. Unakuta pastor yuko na confidence kwamba anatumikia Mungu, lakini anatumikia demon. Yeye mwenyewe hajui. Kuna story pale niliwaambia, kuna watu walienda kufast, unakumbuka, na waka summon na wakaomba, na hiyo demon ikatokelezea ikawaambia ni Mungu, na wao wakaamini kwamba ni Mungu, na ikaanza kuwaelekeza, wakaenda wakafungua kanisa na wakaanza kutenda miujiza wakiwa wanadhani wanafanya kazi ya Mungu, kumbe wanafanya kazi ya shetani. Ushaona? So unafaa kukuwa careful sana. Utajuaje kama huyo pastor anatumikia Mungu ama anatumikia demons? Tabia. Yesu alisemaje? Utawajua kwa matunda yao. Matunda ni gani? Unakuta kuna pastor, hata si pastor, yani huyo mtu hata mlevi mwenye anatembea huko kwa mtaro anazungumza maneno mazuri kumliko. Kulingana na vile anajigamba na vile anazungumza na kifua na nini, hata mtu wa kawaida mtenda dhambi hawezi kujigamba hivyo. Hiyo itakuonyesha kwamba huyo mtu hatumikii Mungu. God bless you.